tazama wanakuja mbele watoto wako uliwanunua kwa damu ya takatifu ya Yesu Kristo. Hawajaja na chochote hapa mbele isipokuwa imani. Wamekuja wakiwa na imani na wewe Bwana, katika jina la Yesu. Mungu, wewe unaona maisha yao, unafahamu maisha yao, unafahamu hitaji la huyu ndugu, unafahamu hitaji la mwanangu wa kiume huyu na mwanangu wa kike. Wewe unafahamu vema hata kuliko tunavyojifahamu wenyewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, mpaka yule kule mwisho, kwa sababu hapa mbele hapajatosha. Yuko aliyesimama mwisho, hana kingine isipokuwa imani. Anakuja mbele zako akiwa na imani kabisa kabisa, hana mashaka na wewe, hana wasiwasi na wewe, hana tashwishi na wewe, wala hajiti kuwa na wewe, hajajutia kuokoka. Baba, kwa jina la Yesu, amekuja amesimama patakatifu pako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni wewe uliyesafiri na Meshaki, Shadraka na Abednego. Wewe ndiye uliyesafiri na Daniel. Wewe ndiye uliyesafiri na Yusufu tuliyemwongelea leo, katika jina la Yesu Kristo. Mbele yetu Bwana, kama ilivyokuwa kwa Daudi, mbele yake kuna wakati alikabiliana na simba katika maisha ya kawaida, akakutana na simba mbele yake. Yamkini yuko aliyeko hapa akiangalia semista hii, anaiona kama simba mbele yake. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, ni kwa sababu tunakuja mbele zako tukiwa na imani kabisa na wewe. Ninaomba Mungu wangu na Baba yangu, ujitukuze Bwana. Nimelisema neno lako kwa ujasiri, nimewaaminisha watoto wako ya kwamba wewe unaenda na watu wako katikati ya mapito yao, hata kama alikosea, hata kama alifanya makosa, kwa sababu anakupenda Bwana. Wewe unasamehe, na wewe unasafisha, na wewe unahuisha, na wewe unasaidia, na unainua tena, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuomba Mwokozi, kwa habari ya kaka huyu ambaye amekuja mbele zako, moyo wake ukiwa Bwana umeshuka na kujeruhiwa, ameumizwa, anajiona kama yupo kwenye shimo chini, kama sauti yake akiongea inamrudia yeye mwenyewe, akiwa kwenye maombi anaona maombi hayafiki popote, anajiona yuko shimoni, akifunga anaona mfungo ni mzito, anaona labda niahirishe, anajiona yuko shimoni. Yamkini Bwana yuko aliyeko hapa, mwanangu wa kiume na wa kike, ambaye anahisi kana kwamba maisha yajawa fair, maisha yajawa fair, mitihani haikuwa fair, semista iliyopita haikuwa fair. Ni kweli hata Yusufu hakufanyiwa fair nyumbani kwa Potifa, mambo yalienda ndivyo sivyo, japo alifanya nguvu, alisimama na wewe, lakini mambo yakaenda tofauti. Baba, huyu aliyesimama hapa, anayejiona kwamba hakustahili kufeli, hakustahili kuumizwa, hakustahili kuwa na matokeo haya, naomba umponye na umtie nguvu Bwana, ya kuweza kusawazisha yale makosa yote na mikwaruzo yote na maparazo yote. Msaidie huyu Bwana, simama pamoja naye, usimwache peke yake hataweza. Ninakuomba Baba wa mbinguni, wewe unayeokoa, wewe unayeponya Bwana, wewe unayesamehe, umsamehe huyu Bwana, umuhuishe yule pale, umtie nguvu huyo aliyelegea, huyu ambaye leo ibadani amekuja ile ngoja tu niende, acha tu leo niende, kumbe uliandaa kuongea naye, akasema niende tu, acha nijisogeze tu, kumbe ulimwita wewe, ulikuwa na neno naye. Mtie nguvu huyu, msaidie huyu, mpiganie huyu Baba, umtie nguvu, umwezeshe huyu, mwezeshe Bwana, neema yako iwe pamoja naye, na kuomba katika jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ule mkono wako wenye nguvu, ule mkono wenye kuokoa, ule mkono wenye kuhuisha, mkono wenye kusaidia, naomba uwe pamoja naye kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Umfute machozi huyu, mfute machozi Bwana, huyu aliyejeruhiwa semista iliyopita,
wakajeruhiwa Bwana kwenye semista iliyopita kwa mambo yaliyotokea nyumbani, matukio ya kule nyumbani yakamjeruhi, taarifa mbaya za kule nyumbani, labda kwa mzazi au kwa mlezi au kwa ndugu wa karibu au kwa wanaomsaidia, waliokuwa wanamsaidia kiuchumi, wakasema hatusaidii tena, tumechoka na sisi tuna watoto. Baba wa mbinguni akawa amejeruhiwa, baba huyo ambaye amejeruhiwa kwa sababu ya maisha ya kiuchumi, uchumi wake haujakaa sawa. Naomba Baba, semista hii fanya muujiza, fanya muujiza Bwana. Semista hii yule ambaye anahitaji msaada wa kimbingu kwenye eneo la uchumi, hela, pesa za kujikimu, pesa Bwana, wewe unamiliki ng'ombe elfu kwenye milima elfu Bwana, ninakuomba kwa jina la Yesu, ninakuomba Baba kwa jina la Yesu, uchumi wake, fedha na kujikimu, fungua njia. Semista hii Bwana ikawe ni nyingine yenye utukufu sana. Muhurumie huyu Bwana, huruma yako anahitaji. Yule pale Bwana anahitaji huruma yako na mkono wako na uwepo wako, malaika wako, mbingu ishuke imsaidie huyu kwa jina la Yesu. Ninakuomba Baba, ninakuomba Baba, hukuwahi kuacha watu wako, hukuwahi kuacha hata walipopita nyakati ngumu za maumivu, za uchungu, za kupoteza, za hofu, za mashaka, hata makosa, hata walipokosea. Daudi alipokosea alikuja kwako, akakulilia, akaomba msamaha, wewe Bwana ukamsamehe. Naomba sasa Bwana, anayehitaji msamaha wako apokee sasa kwa jina la Yesu. Kila anayehitaji msamaha, anayehitaji kutakaswa, anayehitaji mwanzo mpya, sasa pokea katika jina la Yesu. Samehewa, umesamehewa dhambi zako, umesamehewa maovu yako, umesamehewa kabisa mwanangu. Mungu wetu ni Mungu anayesamehe tena na rehemu katika jina la Yesu. Mbingu iko hapa, huduma ya malaika. Naomba Baba wa mbinguni, huduma ya malaika wako, mwaga malaika wako hapa, wawahudumie watu wako. Ninakuomba malaika wako wa mbinguni watume, waachilie wawepo hapa Bwana, kutoa huduma, pakeji za huduma, bando za huduma kwa kila mmoja, asibaki hata mmoja. Baba, ondoa moyo mzito, ule moyo mzito, ondoa moyo mzito, ondoa Bwana kukosa amani. Kila aliyekosa amani ninaikemea hiyo itoke kwa jina la Yesu. Ile kukata tamaa na kukemea, wewe roho ya kukatisha watu tamaa, wewe roho ya kufuatilia watu, unawafuatilia, unawahubiria mahubiri ya kushindwa, unawaambia watafeli, wewe roho chafu unayehubiri na kupinga kwa jina la Yesu. Mwachie huyo, toka roho ya kuvunjika moyo, ya kukata tamaa, ya kulegea, ya kunyong'onyea, ya kujiona mtu afai, na ikataa. Sio kwa wanangu, sio kwa wanangu, sio kwa wanangu, sio kwa wanangu mie, sio kwa wanangu. Nasimama kinyume cha roho ya kulegea, kuvunjika moyo, kukata tamaa, ya kujiona wa kawaida, na ikataa, na ikataa, na ipiga, na ipiga, na ivunja, na ivunja, na ikemea, na ikemea kwa jina la Yesu. Mwanangu wa kike, wewe ni shujaa katika Yesu. Mwanangu wa kiume, kwenye hii semista, wewe ni shujaa katika Yesu. Haijalishi ilikuwaje zamani, naongelea hii kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa na udhaifu, wewe roho chafu ya kuzimu, unaeleta magonjwa wakati wa mitihani, unaleta ugonjwa na udhaifu wakati wa mitihani, na kukemea, ninakufunga na kuvunja na kung'oa na kutoesha roho ya udhaifu, roho ya magonjwa. Hauna nafasi kwenye kuanzia sasa mpaka semista inaisha, na hata baada ya semista hauna nafasi, hauna nafasi. Yale maroho ya familia, maroho ya kwenye ukoo, wale ndugu wachawi wanaoona wivu
kwa sababu huyo amekuja chuo, watoto wake hawajaja, anafanya mambo ya ajabu, anatumia tunguri. Nasema kama Bwana aishivyo, kila mwanandugu anayetumia nguvu za giza kupambana na yeyote hapa, nasimama kinyume chako kwa jina la Yesu. Uchawi, maroho ya wafu, misukule, kwa jina la Yesu, kamata moto, teketea, angamia kwa jina la Yesu. Wewe uliyetumwa, ukatumwa umfuatilie huyu mdada ili asisome, umetumwa umsumbue afya yake, umetumwa na kupiga. Mwachie huyu, mwachie huyu, achia masomo yake, achia semester hii, achia kila kozi zote, achia kozi zake zote, achia assignment zake zote, achia homework yake yote, achia continuous assessment yote, achia continuous assessment kwa jina la inasema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila mjumbe wa shetani aliyeandaliwa ili akukatishe tamaa kwenye semester hii. Kila mjumbe wa shetani aliyeandaliwa asimame kama beria ili akuzuie, na mkabili huyo kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi, kwa jina la Bwana wa majeshi. Na mwa huyo, na mpiga huyo, na mfyeka kwa jina la Yesu. Jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na kila andiko la shetani, zile kafara walizozitoa, vile kafara za wadudu, za wanyama, za binadamu, za ndege, kafara zote walizotoa watu wa familia nyumbani, wale watu wa ndugu, majirani, marafiki walioweka mitego kwa kutoa gharama ya makafara, na ua zote, na angamiza zote, na piga. Ni upanga wa Bwana, ni upanga wa Bwana, ni upanga wa Bwana, ni upanga wa Bwana uko juu yao. Upanga wa Bwana uko juu ya maadui zako. Upanga wa Bwana ni mzito kwao. Upanga wa Bwana umewalemea kwa jina la Yesu. Na vuruga mipango yao, mikakati yao, na ivuruga yale maneno, yale maneno. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Nasimama kinyume na binadamu yoyote, awe ndugu au jirani au rafiki, aliyeongea maneno kama utani, akasema na wewe unasomaga, ndio unaenda shule hivi, na wewe utafaulu, akaongea maneno ya kufedhesha, akaongea maneno mabaya, kumbe ndio amekushambulia. Nasimama kinyume cha maneno yote yasiyo maana, maneno yote yaliyotumiwa kama silaha na wale wajumbe wa shetani, na yavunja yale maneno, na yaua kabisa. Aliyekutabiria kushindwa, hautashindwa mwanangu. Aliyekutabiria kufeli, hautafeli. Hata kama ni mzazi alisema, hata kama ni baba alisema, hata kama ni mama alisema, hata kama ni ndugu kwenye familia, yale maneno yote yasiyo maana na yavunja. Minasema navunja, navunja maneno ya kushindwa, maneno manyonge na yaua. Hiyo ni mbegu mbaya. Yale maneno uliyotamkiwa kama upani vile, kumbe ndio amekushambulia. Na ua hayo maneno na yakanga kwa moto wa mbinguni. Hizo ni mbegu, zikiachwa zitamea, zitachipua, zitazaa matunda ya uharibifu. Na ng'oa, na vunja, na piga, na choma, na haribu kwa jina la Yesu. Pokea afya mifupani mwako, pokea afya kwenye mishipa na misuli, afya kwenye viungo vyote vya mwili wako. Pokea afya semista yote hii kwa jina la Yesu. Wanaponye chakula,
Utakachokula semista yote, Bwana aponye maji ya kunywa. Utakayokunywa semista yote, Bwana aponye maziwa, soda, juisi, maji ya kunywa, vimiminiko halali, Bwana viponye. Vyakula unanunua au unajipikia, Bwana aponye semista yote. Maji ya kuoga, kitanda unacholalia, mashuka unayotandika na kujifunika, neti, ndoo, beseni. Ukifua nguo ukaanika, Bwana alinde nguo zako kwa jina la Yesu. Ukifua nguo ukaanika, Bwana alinde nguo zako katika jina la Yesu. Moto wa mbinguni ulinde nguo zako zote, nguo za ndani na nguo za juu, viatu kwa jina la Yesu, madaftari na kalamu, stationery. Bwana akulinde uingiapo na utokapo kwa jina la Yesu. Darasani, dawati na meza, kiti na meza, utakachokalia kwenye lecture theater yoyote, kwenye darasa lolote, hata ungehama mara ngapi, Bwana alinde na atakase. Bwana akupe kibali kwa wakufunzi wako, kwa walimu wako na kwa wanafunzi wenzako. Bwana akupe kibali kwenye kila somo. Bwana akupe akili iliyo nzuri, safi, yenye kuelewa na kutunza kumbukumbu kwa jina la Yesu. Bwana akupe akili njema kama Danieli na Meshak na Shadrach na Abednego wakaonekana kwamba ni wenye hekima na akili kuliko wengine wote, kwa sababu walikataa kula chakula cha ufalme, walikataa kujitia unajisi. Leo umeokoka, umekataa unajisi. Bwana akupe hekima na akili kwenye kila somo, kwenye kila kozi, kwenye kila somo, kwenye kila kozi. Bwana akupe hekima na maarifa na ufahamu, na Bwana akupe kukumbuka. Bwana akupe kukumbuka. Baba yangu wa mbinguni, uwape wanangu kukumbuka, uwape kukumbuka Bwana, uwape kuelewa na uwape kutunza, uwape kukumbuka na uwape kuretrieve, uwape kuandika vizuri kwa usahihi kwenye mitihani yao kwa jina la Yesu. Hakuna kusinzia, ile roho chafu ya kuwapa watu usingizi. Mwalimu anapoingia unapata usingizi, alafu akiondoka usingizi unapaa. Na ikataa hiyo roho, na ikataa kwenye semista hii ile roho ya kuchoka bila sababu, roho ya usingizi. Hauna nafasi kwa wanangu, hauna nafasi kwa wanangu. Roho ya kuchoka, roho ya usingizi, roho ya mahangaiko wakati mwalimu anafundisha, na ikataa. Hautateseka semista hii mwanangu. Mkono wa Bwana Mungu uko juu yako. Mkono wa Bwana Mungu unakupambania. Mkono wa Bwana Mungu unaenda na wewe katika jina la Yesu. Bwana yuko pamoja na wewe kwenye kila hatua kuanzia sasa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea neema ya kukutosha kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Uliyekuwa unasumbuliwa na maumivu ya tumbo, hapo hapo ulipo, nafuta hayo maumivu ya tumbo kwa mamlaka ya jina la Yesu. Uliyekuwa unateswa na maumivu ya tumbo, wewe tumbo nisikie, kwa mamlaka ya jina la Yesu, uwe na afya njema kuanzia sasa. Maumivu marufuku, na yafuta, nafuta maumivu ya tumbo, maumivu ya tumbo na yafuta, nafuta, na tangu sasa nafuta. Baba nakuomba, enda na wanangu, enda nao Bwana, enda nao Bwana kwenye safari hii. Enda nao na kuomba Baba, enda nao Bwana, enda na wanangu, enda nao Bwana, enda nao kila hatua Bwana. Wakipiga wapige na wewe, waamkapo waamke na wewe,
walalapo walale Bwana wakiwa chini ya mbawa zako. Waendapo, wasomapo, wafundishwapo, enda nao. Enda na kaka huyu, enda na yule kaka kule mwisho, na huyu hapa, na huyu, wote hao wakaka, nenda nao, na yule dada mwisho kule, wale wote, na aliyeko nje, wote kabisa. Na hata Bwana nakuomba mwanangu yeyote ambaye kupata fursa ya kuja leo, Baba namwombea, namficha mbawani mwako mdada yule na mkaka yule, mwanangu ambaye leo hakuja, namficha mbawani mwako, namficha damni mwako. Umuongoze, umponye, mpiganie Bwana, nenda pamoja naye, umtendee mema Bwana. Ukumbuke sadaka zao wanazokutolea, sadaka za muda Bwana, sadaka za fedha zao, sadaka za ujuzi, sadaka za maarifa walio nayo, sadaka za kila wanachojitolea kwa jina la Yesu. Ukakumbuke Bwana, katika jina la Yesu. Kumbuka mema wanayokutendea, nawe Bwana ukawafanye kustawi, wakasitawi wote Bwana. Semester hii wasitawi wote, festia wote wasitawi, sekandia wote wasitawi, sadia wote wasitawi, wale wa masters wote wasitawi, wale wa diploma wote wasitawi Bwana, wa certificate wote wasitawi. Uwasitawishe Bwana, na kuomba kwa ajili tu ya jina lako Bwana, naomba ukawastawishe semester hii wanapokutumikia kwa utumishi mbalimbali. Naomba Bwana wakumbuke, wabariki utumishi mbalimbali nyumbani mwako, hapa na makanisani kule Bwana, ambapo umewajalia kwenda kuabudu. Kila utumishi wanaoufanya naomba Bwana ukautazame, ukauangalie, na Bwana ukawatendee mema katika jina la Yesu Kristo. Wa kwenye kwaya, wa kwenye praise and worship, wa kwenye music instruments, wale wa kufundisha, wa kuhubiri, wale wa kuongoza, wale wa usafi, wale wa kila michango, kila kitu kwenye kila utumishi Baba ukawaangalie na kuwatazama. Naomba Bwana ukawatendee mema, naomba uende pamoja nao katika jina la Yesu. Na sasa Baba, wako wanangu walisimama hapa kumwaibisha shetani, wakatoa shuhuda, wakatoa ushuhuda wenye kumkata maini Ibilisi, kwamba mabaya uliyoyakusudia yameshindwa, Bwana amekuwa upande wangu. Hao wenye ushuhuda waliotoa ushuhuda Bwana, wanangu maneno, mwanangu pamoja na yule dada na yule mwingine, wote walio, nawaweka mikononi mwako. Ule ushuhuda na ukiri walioutoa hapa Bwana, na uombea. Wametamka maneno ya kukuheshimisha wewe, wamekataa unyonge, wakasema Bwana alikuwa pamoja nasi, Bwana ametuvusha. Ni mengi, muda hautoshi, lakini tumeuona mkono wa Bwana. Na akasema na mwingine ya kwamba naona kabisa na kwenda kuvaa joho, na nasimamia maneno hayo, na yaombea hayo maneno, uo ukiri. Na yeyote aliyekiri hivyo kimoyo moyo, hata kama hajafika hapa mbele, hata kama hajasimama, yeyote aliyekiri kwamba ninaona na vaa joho regardless ya mapito, naombea huo ukiri kwa jina la Yesu. Na uombea huo ukiri Bwana ukautazame, iye mbegu ikachipue, ikazae matunda katika jina la Yesu Kristo. Tena Bwana ukamkabili adui jumla jumla, ukamkabili adui jumla jumla, ukasema nao wakamshinda kwa neno la ushuhuda na kwa damu ya mwana kondoo. Lakini kwa neno la ushuhuda wakamshinda, kwa neno la ushuhuda. Baba wa mbinguni, ninakuomba Bwana, kila ukiri chanya wa mwanangu na uombea, yeyote mwenye ukiri chanya hapa, huo ukiri chanya na uficha damni mwa Yesu, na uficha mbawani mwa Yesu, na uficha kwenye moto wa Yesu, na ikawe kama Bwana alivyokusudia, na ikawe ukiri wako ukawe vile vile. Shetani hataweza, shetani acheleweshi wala hawezi kuzuia katika jina la Yesu. Nenda mwanangu na ukafanikiwe, na utakapofanikiwa usimsahau Bwana. Nenda mwanangu ukafanikiwe, na utakapofanikiwa usimsahau Bwana. Nenda mwanangu ufanikiwa sana, sitawi sana, na uwe na afya yako njema, na ukifanikiwa usimsahau Bwana. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini na tumepokea. Amen.
Amen. Amen. Barikiwa wanangu.